Hakuna raha kama vile kuwa Mungu. There's no such happiness like being in God. Zaidi kukua katika nyumba ya Bwana. More importantly, to be in the house of the Lord. Unajua kwa nini? You know why? Tunapokuwa katika nyumba ya Mungu, when we are in the house of the Lord, kuna baraka tunazozipokea kila dimashi. There is some certain blessing we get each Sunday. Kuna malaika wa visitation wanakuja katika ibada. There are angels to visit you in service. Sasa ukikuwa absente mu nyumba ya Mungu, when you are absent in the house of the Lord, kuna portion ya mbingu ambao unapoteza. You can lack the anointing from heaven. Unajua kwa nini? Do you know why? Mu nyumba ya Mungu, in the house of the Lord, jo muko trésor ya Mungu. It's where there's a treasure of God. Wewe ni trésor ya Mungu. Ambia mwenzako wewe ni trésor ya Mungu. Tell your neighbor you are the treasure of God. Hallelujah. Amen. Wewe ni trésor ya Mungu. Tell your neighbor you are the treasure of God. Hallelujah. Amen. Wakati mfalme wa Babiloni, when the king of Babylon alitafuta vitu ambavyo atafanya navyo kazi, wanted to look for tools that he can use, akapana condition, and he gave a condition. Gisi munenda Jerusalem, as you are heading to Jerusalem, msiingie ingine fasi, don't enter in any other place, lakini ingia katika nyumba ya Mungu, but just enter in the house of God. Kwa nini? Why? Mujomo muko watu wa huko intelligent, waduwe wasinduwe. In the house of the Lord there are more intelligent people inside. Njo habari ambayo litaka Meshach, Shadrach, Abednego. That is the news that brought Meshach, Shadrach, and Abednego. Hawakuwalogota barabarani. They didn't pick them on the street. Lakini waliwalogota katika nyumba ya Bwana. But they picked them in the house of the Lord. Mfalme alipana direction bien. The king kept the good direction. Utakapoingia, that when you shall enter, muingie katika nyumba ya Bwana. enter only the house of the Lord. Kwa sababu ndivyo mtakutana ba homme intelligent. Because it's where you're going to find intelligent people. Na wale bangani treasure. And those who are seals wanateza geuza mawazo yao kuwafanya kuwa mawazo yetu. They are thoughts to be your thoughts. Ndio maana ukikuwa katika nyumba ya Bwana, that's why when you find yourself in the house of the Lord, kwamba uko enorme, très intelligent. You have to know that you are so intelligent. Na uko recherche dunia mzima. And you are search all over the world. Hallelujah. Amen. Ingia katika nyumba ya Bwana. Enter in the house of the Lord. Tafuta wa intelligent. Look for the intelligent. Wa genie. The good people. Wale wote wataweza tusaidia. The ones that they may be katika miungu yetu. In our Godhood. Ndio maana nakuambia. That's why I'm telling you. Ukikuwa katika nyumba ya Mungu, when you find yourself in the house of the Lord, Shetani akuachilie tu. May the devil just leave you. Apatie opportunity ya kuingia nyumba ya Mungu. Just opportunity to enter. Ingawaja hujatajirika. Even though you're not a tree. Lakini ambia Bwana asante. But tell God thank you. Hallelujah. Amen. Kwa sababu wakati atainuka Bwana, because when God will rise, atasema neno moja. He will talk one word. Na litageuza maisha yako. And it will change your life. Neno moja Bwana ataweza sema. One word that God will say. Itaza meza maneno 1000 wanadamu wa myomba walisema. May consume all the 1,000 words that your uncle said. Nasema hivi. I'm saying this. Neno moja litokalo katika kinywa cha Bwana. Just one word from the mouth of the Lord. Iko na uwezo. It has the capacity. Ya kurepare. To repair. Miaka 10 ulipoteza. The 10 years that you lost. Mudunia. In the world. Na Bwana akikuleta kwa neno hiyo. When God brings you that word, itakurudishia miaka yote iliyoliwa na nzige na parari. May restore to you all the years that you had lost. Hallelujah. Amen. Ndio maana mwenzangu je. That's why my fellow young man, unapopata opportunity kuingia katika nyumba ya Bwana, when you get the opportunity to enter the house of the Lord, kuikalako tu pale, just for you being seated, roho iko renouvelé, there's the spirit who is renewing akili yako, your mind, na kuipatia inspiration kubwa, gives it the highest kwa inspiration, sababu uko atmosphere ya kiroho, just because you are in the spirit atmosphere, ambayo iko natembea ndani ya kanisa, that is walking throughout the church. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu sana kuwa. I thank Lord you're going to be here. Ni baraka sana. It's a great blessing. Sikujua kwamba ataweza kuwa katika nchi hii kwa saa kama na hii. I wasn't aware to be in this country at this time. Nilikuwa nakuja huko kuhubiri. I came
come here to preach. African hotel kule Kampala. In African hotels there in Kampala. Kuvatinda primary school kule. And primary schools there. Kwa mikutano kubwa. And youth conferences. Lakini Mungu ni alikuwa ya permettre nikanyage hapa. But just God allowed me again to be here. Kama Mungu ameruhusu nikanyage hapa. If God allowed me to be here, inamaanisha kuna neno la uzima ninakuletea. Which means there's a living word I'm bringing to you. Na Mungu apotezake address. And God doesn't lose the address. Iko na carte de localisation vizuri. He has the real localization. Kwa program za mbingu alijua kwamba nitakuwa hapa. In the heavenly program you will go kama vile ministra wake. As his own minister. Alijua kwamba nitamrepresenter leo. He knew that he was going to represent. Na kila mara ambassadeur akienda fasi. And every time the ambassador goes anazungumza kwa niaba ya government yake. Talks on the behalf of his own. Nami nitazungumza neno la bahasha niliyopewa kwa ajili ya government ya baba yangu. I'm going to talk on the behalf of the government of my father. Hallelujah. Amen. Leo ni siku ya baraka sana. Today is a blessed day. Hii ni mwezi ya baraka. This is a blessed month. Nasema hii ni mwezi ya baraka. I'm saying this is a blessed month. Hallelujah. Amen. Ninafurahia sana. I'm happy, Lord. Kuona Mungu alituma Jeremiah. To be God sent Jeremiah. Najua wakati wale wa jamaa Meshach, Shadrach, Abednego. Do you know when Meshach, Shadrach and Abednego waliwatosha nyumba ya Mungu. They picked them out of the house of the Lord. Waende wageuza. So that they may go and change. Mungu alikuwa alisha prevoir. God had already prepared Jeremia na Isaiah. Jeremiah and Isaiah. Ambao walikuwa katika kambi ya kibali. Where they in the Babylon. Akasema hivi. And he said this. Wakati wale wa jamaa watakapokuja. When these people come. Wasiabudu miungu hii. To never worship these idols. Ndio maana namtuma Yeremia na Ezekiel wakutania huku. That's why I'm going to send Jeremiah and Ezekiel to precede them. Ili wakuwa na chunga nafsi zenu zisiabudu miungu. So that they may keep your spirit from worshiping. Na mimi nashukuru Mungu sana. I thank the Lord. Kwa sababu alituma wa Jeremiah. Because he sent Jeremiah. Alituma Ezekiel. He sent Ezekiel. Akatuma nabii wote. He sent all the prophets. Ili waje wachunge roho zenu. So that they may come. Na tangazia mtu mmoja. Ya kwamba kisi wa Jeremiah wako hapa. Maisha yako haitapoteza address. Maisha yako haitapoteza address. Orientation divine itakuwa pamoja na wewe. Chapia Bwana makofi. Hallelujah. Inasikia ndani yangu. I'm feeling inside of me. Kolege nikupe dakika mbili tu. Let me just give my colleague 2 minutes. Shopo nurumia. Dakika mbili tu. Just only 2 minutes. I'm managing my time well. Nasikia roho yako ikinisukuma. I'm feeling my heart pushing that. Dakika mbili tu. Just 2 minutes. Kama tupande voice minute. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Anataka kunichonganisha sana. You want to confuse me. Those people. Amen, amen. Amen. Tunashukuru tena Mungu atujue tuseme nini. I thank the Lord God and I feel I miss what to say. Tulikuwa tushajipresente. We had already introduced ourselves. Lakini neno ambalo ningekwambia asubuhi ya leo. But the word that I will tell you this morning. Ni furaha badala ya machungu. It is the happiness instead of the sorrow. Furaha badala ya machungu. It's the happiness instead of the sadness. Najua unaweza kuja kwenye ibada. I know you might come to the service. Lakini moyo wako ulikuwa umejaa uchungu. But your heart has been filled with sorrow. Ninataka nikuambie. I want to tell you this. Kuna ishara Mungu anazozitumia kwa kumbariki mwanadamu. There are signs that God uses to bless a human being. Na ishara la kwanza ni machungu. And the first sign is the sorrow. Mara mingi tunakuwa tunaona furaha. What of time you may feel happy. Inatangulia mawazo yetu, inatangulia machungu. And what precedes in our thoughts are sorrow. Lakini hakuna furaha bila machungu. But there's not any happiness without sorrow. Furaha inapatikana badala ya machungu. You can find it after sorrow. Kama unaweza penda upate furaha mbele. If you want to first kisha machungu ikuje baadaye. Then there is sorrow to come later. Ni shida kubwa. Very problem. Lazima machungu ikuje. Kila furaha itokee baadaye. So that the happiness may reveal after. Hapa utakuwa umebarikiwa. You have already been blessed. Tuko hapa sote. We are here all over. Lakini machungu inaachana. But we have different sorrows. Kila mtu iko
vile ambavyo uko na machungu, as you have your own son, na ndivyo vile furaha itakuja. it's the same way the happiness will come. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be the name of the Lord. Katika kitabu cha In Yohana the book of John, sura yake ya 16 chapter 16, mstari wake wa 21. verse 21. 21. Biblia inasema The hivi, Bible says this. mwanamke azaapo. When the woman produces a baby. Sijui nani atatusomea I pale. don't know who can read for us there. Jean chapitre 16 verset 21. John 16:21. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Soma katika jina la Yesu. Injili kama jinsi ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura 16 mstari wake wa 21. Amen. Mwanamke azaapo, mwanamke anapokuwa katika maandalizi ya kuzaa, ana huzuni kwa kuwa saa yake imefika. Anakuwa na uchungu kwa kuwa saa yake ya kujifungua inafika. Lakini akisha kuzaa mwana. Ngoja kidogo baba yangu. Haleluya. Amen. Wamama wako hapa. Are women around here? Unajua maandalizi ya kutaka kujifungua. You know the preparation of delivering a child. Wakati unataka funguliwa, unajua ni katika maandalizi ya kuzaa. There's no one who was in the preparation of giving ambaye birth anakuaga na furaha. that can find himself happy or Wakati wa happy. kucheka huwezi cheka. When you have to laugh, you can't laugh. Mawazo yako Your thoughts inakuwa na kuonesha vitu viwili. towards you two things inside. Wala kuzaa, Either to give birth wala kukufa. or to die. Ndiyo maana Biblia inasema That's why the Bible is saying mwanamke azaapo, when the woman, saa yake ya kufunguliwa inafika. because the time of deliverance has come. Mtumishi wa Mungu. Ndio. Lakini akisha kuzaa, Lakini mwanamke akisha zaa, haikumbuki tena ile siku. hawezi kumbuka tena ile mateso. Kwa sababu ya furaha. Kwa sababu ya furaha. Kuzaliwa mtu ulimwenguni. Kwa sababu ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Yesu asifiwe. Kama unaweza kuwa na huzuni. As you can have sorrow, Sasa mimi nakwambia uko mjamzito. right now I'm telling you as you are pregnant, Ile huzuni uko nayo ni ujauzito. the sorrow you have is
After delivering, you can forget the pain. Aweza machungu na uyaza. You cannot forget the pain before deliverance. Furaha yako inakuja badala ya That's why your happiness comes from the Lord. Ninamwamini Mungu wa madhabahu. I believe God of this altar. Hauikale pale bure. You are not sitting there for nothing. Nafikiria siku tutakuja hapa. I'm saying when you shall come back here. Tutakutana mmenunua mahali. We shall find your part in another place. Tutakutana mmenunua mahali. You'll find that your purchase a throne. Tutakutana mmechenga. You'll find that your right to shoot. Tutakutana mmepanuka. You'll find that you are not. Ninatabiri matawi ndani ya hili kanisa. Natabiri matawi ndani ya hili kanisa. Natabiri matawi ndani ya hili kanisa. Acha Bwana wapanue. Acha Bwana wapanue. Bwana wajenge. Bwana wahifadhi. Na utaiona na macho. And shall see it with your eyes. Kila wakati kuna yake majira. Every time has its own season. Kama ni dosie njoko nayo, If the process you're having, Bwana ifanye vai mwili. may God prosper it. Yule malaika anayetembea mu madosie za watu, The angels working up. aende mtembee kwenye dosie yako. Work in your process. Aende mtembee kwenye dosie yako iko. To work in the best ways. Israeli walipoenda utumwani, Israel went in slavery. walishikwa, They were captured. lakini Mungu akatuma manabii. But God sent the prophet. Miongoni mwa wale manabii, Among those prophets, Hagai alienda akatabiri. as I went to Nami prophesy, nakutabiria asubuhi ya and I'm leo prophesying to you today, kwamba Mungu atakumbuka hitaji that lako God la will miaka. remember your weakness. Mungu akubariki kwa jina la May He Yesu. send you. Haleluya. Chapia wana makofi. God for Jesus Christ. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Ezekiel chapitre 37. Ezekiel 37. Verset 1 kushuka pale chini. Transparency and slope down there. Soma pale mbio mbio. Read there quickly. Kwa dakika 20 nimalize. 37 kushuka chini. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Nabii Ezekiel sura 37 mstari wake wa kwanza kuendelea. Ndio. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ndio. Naye karibu nayo pande zote. Na tazama alipokuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Waambie, enyi mifupa mikavu, nisikieni neno la Bwana. Ayubu 14 mstari wa 8 hadi kenda tumalizie pale. Job 48. Yeah. Ayubu 14:8 kenda. 14:9 yake tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Verse hiyo kidogo. 8. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa 7. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi ya miti yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Amen. Na kutoa matawi. Shangilia Bwana. Clap for Jesus Christ. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema, neno la Mungu linasema, the word says that akaambia nabii Ezekiel, he told the prophet Ezekiel, tabiri juu ya mifupa mikavu. prophesies on these dry bones. Akambeba kwenye bondi ya mifupa mikavu. He threw him in the vein of the dry bones. Mifupa haikuwa tena na mwelekeo. The bones had nothing inside. Haikuwa tena na majira ya kesho. The bones didn't have the tomorrow season. Lakini akamwambia, But he told him, je, umeonaje? how are you seeing? Inawezekana tena? Is it possible again? Na mimi nakuja kuambia, And I'm
Lakini Bwana akasema, But God said, nimekupea uwezo I've given you the na capacity mamlaka, and authority. ingawaje mti haina tena mwelekeo, No matter how the tree becomes nothing, majani yote yametoshewa, all the leaves are cut off. na ninatumaini But I have a hope. kama vile mwalimu amehubiri, As the preacher, flera haikuwa inaonekana tena kwenye mti, the flower had not been already appeared kwa again. sababu tumaini kwa mti sisi wanadamu Because for us human beings, inaonyesha ya kwamba mti kungali maelekeo. how you can see that the tree Ni is wakati still unaona flera hii mti ya mwisho mwisho. it's where you see some. Biblia yangu inasema hivi, My Bible says hii mti nayo yote likatwa. all the tree was cut off. Nafikiria hivi, I'm thinking this kwa maliku yao wa kwanza with the one who came before akakata kanzia huku juu, and started cutting from up. mwingine akakuya akakata, Another one came to cut. mwingine akatosha ingine litaa. Another one took off the branches. Biblia inasema mpaka ikafika The mwisho Bible says until when they cut off, hakuna tena there matokeo. was no again any result. Nini itaotesha hii mti? What can bring this tree to grow up again? Kila mwanapita anasema, There's a whoever person. ona pale kulikuwaka mti That, leaje? that place there was a tree. How come is it not there? Mbona nilipita mwaka jana nikakula matunda kwenye mti? I passed last year and I ate the fruit from this tree. Wanasema hii nayo haikuwaka mti ya maana, And they say this tree was not a lakini tree. walisababu ya kwamba walikula matunda jana. But they forgot that they ate the fruits from it yesterday. Sasa neno linasema hivi, And the word is clear saying this. hii mti This tree, Baiachie tu pale. let's leave it time. Ambia mwenzako niache tu. Tell your neighbor, give me time. time we will speak. Muda utaongea utasema. The Bible says Biblia inasema this tree, hii mti it got very dry. ikakuwa inakauka kabisa. There is no branches, Hakukuwa tena matawi. there is no overflow. Hakukuwa tena It comes dry and dry. na ikazidi kukauka My kukauka. Bible says Lakini Biblia yangu inasema that he says na akasema the hope of the tree, tumaini ya hii mti they did not cut the roots. hawakutoa mizizi. The roots are there. Mizizi And ingali the roots na mizizi are hearing iko nasikia what they are talking about the tree. vitu ambavyo wanaongelea. The roots are waiting for the time to come. Mizizi inasubiri tu muda ikuje. The Bible says Biblia inasema these roots, hii mzizi God did not abandon the roots. Mungu hakuacha hiyo mzizi. God was there. Mungu alikuwa pale. They were gossiping, Walikuwa waliongelea vibaya. but God was there. Lakini Mungu alikuwa But pale. he was quiet. Alikuwa lakini kimya tu. He was the last judge. Alikuwa mwamuzi wa mwisho. The people were judging. Pia watu walikuwa wanaamua. They were there. Walikuwa pale. You are judging and go by. Walikuwa wanaisema vibaya na wanatembea wanaenda. The tree is quiet. The roots is quiet. Na kila kitu vilikuwa kimya tena. But my Bible says Lakini Biblia yangu inasema the Lord replied when he raised at the last minute. Mungu akajibu wakati alikuja kwa wakati I wa mwisho. know the living God that do save. Najua Mungu anayeishi ambaye He's the one who rises ni Mungu ambaye as the last minute. ni Mungu ambaye anakuja anaonekana He's not kama the God of 45 minutes. hakuna Mungu haiko Mungu wa 45 He's minutes. not the God of 50 minutes. Haiko Mungu wa He's not the God of 52 minutes. haiko Mungu wa sekunde. He's not the God of 58 minutes.
organization na kupanda visa. Our God has organization of Mungu visa. wetu natabiri juu ya mtu mmoja I'm a prophetic to someone ya here. kwamba kwa jioni ya leo, That in this ya season, kwamba kwa mchana ya leo, that in this afternoon, malaika za Bwana ziko natembea the angel kwenye of God, dosia yako, kwenye kazi yako. Kwa kama tuko hapa, malaika wako na ukalizia mtu mmoja the mmoja. angels are going to localize anyone. Mungu akuleta hapa bure. God did not give you for Mungu akuleta hapa bure. good. God did not put you here for nothing. Mungu alikuleta kwa shabaha fulani. God brought you for a certain purpose. Mungu akaiachia mizizi. God left the roots. Mizizi ikaenda, The roots sprout out. ikasogea They sprout. mzizi. The roots. Sasa hii mzizi uzima gani na baba walishamkata. Now the tree is already cut. What use is the tree springing out? Kumbe valere yako And yet your value, haiko jinsi inavyoonekana. it's not the way you may appear. Valere yako iko na vichwa ndani yako. But your value. Natabiria mtu mmoja usijue leo. I'm not Kwa ajili ya appearance yako ya leo. for your Bwana kesho atageuza appearance. God will change your Leo face. wewe unakaa ndani yako. Today you are in Yale unaofanya kwa siri Bwana yanaona. today what you Na are doing. wakati Bwana anashimama When God is telling you kama ofisia wa immigration, at the office, kila kitu inakuwaka shwari. everything goes well. Hakuna atakayeshimama. There's nothing can stand up. Mizizi, The roots. unaenda wapi? Where are you going? Mizizi inasema, The roots say, mimi najua siri ambayo iko ndani. I know the secrets. He Mimi said, najua siri niliongea na Bwana. I know the secret I talked to the Lord. Mimi najua siri niliongea na I Bwana. know the secret I talked to the Lord with. Biblia inasema hivi, The Bible says this. bahati ya hii mizizi, The lack of these roots, Bwana kaibeba polepole. God start throwing it so Kumbe well. Bwana alitayarisha maji pale mbele. So which means God has prepared water aside. Na Biblia inasema Bible says, kwa harufu ya maji, with the scent of the water, kwa harufu ya maji, with the scent of water, nasema kwa harufu ya maji, with the scent of water, muti itatoa tena matunda zaidi jinsi ilitoa. the tree will bring out the branches of the Na tree. mwandishi anasema And the reader says, utukufu wa pili wa hii nyumba the second glory of this house utakuwa zaidi kuliko utukufu wa will be kwanza. greater. Hata wa kucheka, utukufu wa kwanza ni wa kuchekwa, The first glory is to be being a child. lakini utukufu wa pili ya kuleta baraka The second glory, unayetumikia kwenye Shekina, the Lord yourself in this church. hata kuacha masiku kipita We bure, will never leave you when those days may pass from us. hata kuacha kazi unayomfanyizia We never leave you if the work is having you. Bwana tunayemtumikia, The Lord yourself aliyekutosha kwenye mavumbi, put you out of the dust. lakini leo ametupatia pale. But today he has given us Na nitabiria mtu mmoja, our announcement to someone. Mungu anabii kwenye madhabahu ashangaze maisha yako. May God surprise your life. Acha niseme hii jambo, Let me say this word. acha niseme hii jambo. Let me say this word. Unajua, You know, unapoambatana na mafuta ya kinabii, when you get involved with the prophetic anointment, unapoambatana na mafuta ya mchungaji, when you get involved with the anointing of the shepherd, jina yake yenyewe teza iko labra santa kaya, iko visa kwa ajili ya maisha yako. his name is the peace of your life. Narudi tena hivi, I'm repeating this. malaika wake iko na possibility His angel is able ya kubeba dosie to yako take your process. kwenye uliongea visa, Where you spoke back, akikamatia magoti, where you say you just anasema Bwana, and say, Lord, nimero matrikile yangu ya mbingu, your number of heaven, nimero matrikile yangu ya mbingu my number of heaven iko 1985. Yeye anasema namba yangu ya matrikili ya mbinguni iko nombre ftele. I have some certain number there in heaven. Anasema And he says this, Bwana, Lord, dosie ya huyu mtu the process of this person, ya Elize and he said, mimi naipresente mbinguni, I'm showing to heaven. nahitaji huyu mtu I need this one. umuondolee aibu, hapana kumfujikia aibu. Take away the shame from me. Don't tell us. Kuna difference entre kufunika aibu na kuondoa aibu. Difference between Mungu tunayemtumikia, the Lord you're serving, Mungu wa makuhani, the Lord of ni wa kuondoa aibu, the Lord of bali haiko wa kufujika aibu. not the Lord of hiding the shame. Mungu akikuondolea aibu, God takes away the shame. maisha yako Mungu ana expose publicly. God is
naileta kwako. I'm bringing to you. Unasemaje? What are you saying? No. No. Hii dossier misione. This process I'm not seeing it. Lakini mimi namuona mdossier hii. But I'm seeing it in another process. La brasa takashila. Ala brosa takashila banda batalia. Lipo kosa taya gotokosila baya. Risa tapakaya. Hii dossier sioni. I'm not seeing this process. Mwenye dossier simuoni. The other process I'm not seeing. Lakini mimi naona representa wa hii dossier kupitia. But I'm seeing the representative of this. Manake nini? Which means what? Mtumishi wa Mungu ni fulani ambaye itaweza kufikisha kwa wangelifika. The servant of God is a representative of you. Saa hizi niko naongea. This time as I'm talking. Kuko mapepo za kijamaa. Ulikuya nazo zinakusindikiza. Lakini wingu linalosindikiza. Saa hizi kwa kata shene. Moja moja. Rosa tapasha na bongo. Losi pakata paya. Natangaza hivi. I'm announcing this. Ya kwamba kwenye madhabahu hii. That on this purpose. Kuna neema kitofauti. There's a different Kwenye madhabahu hii. on this purpose. Mungu wa malaika wa hapa. The God of this Atafanya jambo jipya juu ya maisha yako. do something new for Tuko you. katika mwezi You are in the wa month Pasaka. of this Bwana atatembea katika maisha God yako. shall work you. Bwana atanyamaza hii mwezi pite hivi. God will never Ni leave this. mwezi ya souvenir kwenye maisha yako. It's a reminder month for you. Hebu sisi unaenda wapi? Where are you going, you roots? Niko atafuta maji. It's looking for water. Bakia pale. Stay where you are. Bakia pale. Just stay where you are. Mzizi baki hapo usiende pasi. Stay, don't go anywhere. No person tapashi. Mzizi uko aenda wapi? Where are you heading to? Kwa nini uko na mguruguru? Why are you spreading out? Bakia pale mzizi. Just stay where you are. Vyote unavyoviona What you're seeing na vile sivyoviona and what you don't see, viko kwenye vitanga ya mikononi mwao. they are the hand of mine. Manake vya hawezi ona. Which means what you can't see, Malaika wa Bwana iko naona dosia the yote. hand of the Lord is seeing every process. Mizizi baki hapo. Stay right there, good roots. Kwa mimi Mungu. As me as the Lord, Usiende maji. don't go into water. Bali baki hapo. Just stay where you are. Mizizi kabaki. The roots stood. Biblia inasema hivi. The Bible says, Kwa harufu ya maji. with the scent of water. By the smell of the water. With the scent of water. My Bible says. Biblia yangu nasema, This tree. kama hii mti It will regerminate again. itakuwa tena And it will come again. na itachipuka, And the people will come. na Mungu watu watakuja. Natangazia mtu mmoja hivi. I'm announcing to someone Ya here kwamba kisi Roho Mtakatifu that as the Holy Spirit angali ndani yako. is still in you, Kuna tumaini. there's still hope. Ingawaje watenda ukata. Even though they may cut you, Lakini natangaza. but I'm announcing Kuko tumaini. there's still Kwa hope mti. for the tree. Hata ukikatwa. That's cut. Waiachie mizizi. And the tree Itaendelea tena. Wisi hawakuua Babiloni. after getting Na kuitika kuabudu miungu yao. and worship the idols, Utaishi tena. you shall live. Natangaza utaishi I'm tena. announcing you shall live. Natangaza kwa hivyo sababu utaishi tena. Natangaza uzima 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 utaishi tena. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Mizizi itaishi tena. The roots. Acha wakuone kisi wataweza kuona leo. Let them see as they can see you today. Kuko condition hauwezi tetea ndani. There is some situation that you cannot defend yourself. Hata useme no, mimi ndio mtoto wa gouverneur Dishamu. Though you may say I'm the, Kwa gouverneur, babangu alikuwa ministre. they also say I'm the charge of certain governor or certain minister. Kila wanasema, They may say, ni kweli wale kwa danganya. is it true or is lying? Preuve ya kuu. What is the proof? Ni saison ya premier gloire. It is the season of the first glory, Lakini saison ya deuxième gloire. but the season of the second glory. Wewe walikusema The people gossip to you. unampenda Mungu. I love God. Wale walisema jana. Those who spoke yesterday, Walifungula vinywa jana. they opened their mouths yesterday. Leo But today, deuxième gloire. in second glory, Jana walifanya yesterday they did diplomacy. the diplomacy. Diplomacy kuya tuzungumuze. Comes them may told, Kesho and tomorrow wataongea propaganda. they may talk
atasema neno juu yako, when God has talked something about you, haiko wengi wataifanyia publicity, you not put in the advance. lakini Mungu tunayemtumikia But the Lord who is ndio atawaobliger vile the vile one who are blood, ili wasungumuze vizuri kwa ajili yako. they talk nice. Natangazia mtu mmoja I'm announcing to ya someone kwamba ulikuwa mdiplomasi, that you are lakini Bwana amenituma nikwambie muda ya diplomasi inaisha, propaganda inatafuta kuanza. Iwe mliuene, propaganda inaanza. Iwe sepa wapi, propaganda inaanza. Wamalaika wa Bwana watatembea na kufanya kazi kwenye maisha yako. Ninatabiri juu ya mtu mmoja, dosia yako natuma malaika waende kuilamsha kama waliweka chini. Natangaza kwenye madhabahu ya Bwana kupitia manabii makuhani, nainua dosia yako kama Bwana alituma hapa. La prosata kashila bai, kila kitu iliyokawia natangaza kwenye madhabahu. Bwana yaakselere, mwema Bwana atengeneze dosia yako, mwema Bwana afanye kila kitu iliyopotea. Bwana apate kurudisha. Lo bran santa kashila bai, shima kwa miguu yako. Stand up in faith. Riba ka santa pashi.